Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Binyake gima umwanche Yoboonchoreria-Josephat kya Ndizi TV nebiro bidanire tukumirana asomoro bili Esabari Yoboonchoreria aseli tukolia rero turabe tukumirana no Yoboonchoreria yiga kura senseme ya ugembo uyora bikagutumanya amange igoro Yoboonchoreria bwaye mwanche mulingo kwaligani bene eli ndeta gusanga sobwamo gochaka bona iga goika omoelia nabo kandi gutubwatia asense mochiche mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritarana Kerubo Frida tiangalia niyo Yoboonchoreria bwili tukulia rero atumanye na kiakoro kwa karibu sana. Asante. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya biashara ipi? Majina yangu ni Josephat Karanja. Nakuwa mwanabiashara hapa Ugembo. Na nimekuwa hapa kwa miaka kadhaa. Na ukweli kabisa nimeona Mungu akitupanua. And I thank God for everything. Nimekuwa Mkisii, nimekaa na nimependa kukaa na Wakisii. Okay. Thank you. Okay, hebu tuambie hii duka yako inaitwaje na unauza nini? Good. Hii duka linaitwa Ebenezer. Liko hapa katika mji wa Ugembo. Tu karibu hapa tu na Lokot, hapa ndio tunakwanga. Na tunadeal sana na nguo. From men. Pia tuko na watoto. Wa mama. And we kita huwaga tunachukulikia familia nzima. Okay. Nzuri sana. Pengine hii duka ya hapa Ebenezer ilianza lini? Ama wewe mwenyewe ulianzia wapi katika hii biashara? Nilianzia sehemu za Laikipia. Na kisha baadaye nikahamia hapa Kisii. Katika ile sehemu ya Laikipia pengine ulikuwa unajihusisha katika hii biashara ama ulikuwa na biashara nyingine? Katika kule Laikipia nilikuwa nafanya biashara hii. In wholesale, in retail. Lakini nilipohamia hapa nikarealize there was so much competition katika upande wa wholesale. Na nikaona upande wa retail kulikuwa na pengo. Na nikaona ingekuwa vyema nijaze hiyo pengo. Okay. Mbona ukaamua kuweka duka lako katika huu mji wa Ugembo? Mwaka ule nilipofika hapa 2007, huu mji ulikuwa chini kabisa na ulikuwa nategemea na mji wa Kisii. Na nilipokuta wenyeji nikaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa sana la kibiashara. Na idadi ya watu ilikuwa nyingi. Na nilipo realize wanatoka hapa wanaenda Kisii, nikaona ningejaza lile pengo. Na ndiposa nikaingia na nikaweza kuhamia mahali hapa. Okay. Pengine ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kuwa ulijua kwamba utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri hivi? Kama mtu mwingine wowote. Nilidhania kuajiriwa. Okay. Na nikasoma kama mtu mwingine wowote. Nikamaliza form 4. Nilipokuwa nikimaliza form 4, nikawa mgonjwa kidogo. Na wazazi wakahofia kuwa yaweza kuwa hata kama watatumia pesa nyingi nami, labda maisha yangu yataweza kuwa marefu. Na kwa hivyo vile mtoto wa kawaida hupatiwa nafasi ya kufanya mambo, si kupatiwa. Na nikawa nimeweka saving kidogo. Shilingi 900. Okay. Na katika zile pesa ndogo ambazo nilikuwa nazo, nikaamua nianze mwanzo mdogo.
Na kwa hivyo nikakuta pale watu walikuwa wakiuza nguo za mtumba zilikuwa zinauza 20, 40. Na kitu kaniuliza nikichukua hizi nguo nipige pasi. Zilikuwa za mtumba. Na sababu shilingi 900 hata kama ilikuwa mwaka wa 2000 zilikuwa dogo, lakini pia hata wakati huo pia zilikuwa dogo kiasi. Na kwa hivyo nilichukua nguo nikapiga pasi. Na kwa mjaliwa yake Mungu nilipopiga pasi, zile nguo nikaweza kuziuza 250. Na hiyo faida kutoka 40 shilling to 20 to 200 ikakuwa enormous. Na mara moja Mungu akanisaidia nikaweza kuanza kupanda juu. Okay. Pengine wakati ulikuwa unauza hizo nguo za mtumba, ulikuwa unatembeza ama ulikuwa na mahali specific ambapo ulikuwa unauzia? Wakati huo nilianza kutoka kwa soko, nilikuwa nikizunguka na nachagua masweta na kuzunguka kwa soko. Kisha baadaye nikaliweka duka lile. Wakati niliona nimefikisha kitu kama 10,000, 10,000, nikatafuta duka sasa nikakodesha. Okay. Hapo ni katika ule mji wa Laikipia. Kule ni Laikipia. Okay. Uliconnect aje kuja huu mji wa Kisii? Kule kulikuwa na wizi mwingi. Na moyo wangu ukawa nimetafuta ni watu aina gani nitaishi nao, nifanye biashara yangu bila kuwa na shida ya wizi. Okay. Na mtu akanidokosea mji wa Kisii huwaga kuna utulivu. Na kwa hivyo kwangu mimi nikauchagua mji wa Kisii sababu wizi uko kiwango cha chini sana ama hakuna. Okay. Ulipofika katika huu mji wa Gembo, najua huo mwaka huu mji ulikuwa chini kiasi, ulianzia wapi? Ilikuwa gumu sababu watu wote walikuwa wanatandika vitu kwa barabara. Okay. Na kama vile nimetangulia kusema, nilikuwa nimefanya kwa soko kwa muda mrefu na nilikuwa nimegraduate. Na sasa nilipofika hapa ikawa watu wote walikuwa wanatandika vitu kwa barabara. Sikuwa na stima. Na katika mji huu ulikuwa umekosa vitu sababu hakuna tiles, hakuna carpet. So niliweka carpet, nikaanza na stima ya solar, sio solar, battery na akisha. Na kuanzia pale nikaanza kuangaa. Na nashukuru Mungu kwa kibali cha Mungu. Sababu mwaka mmoja Mungu alikuwa amenipatia kibali. Ulikuwa ushafungua sasa duka kubwa? Na nikalifungua likiwa nusu ya hili duka. Nikaliweka gunia baka hapa nilipo. So kitu kadri ya mwaka moja ndio niliongeza kidogo. Nikafika hapo. Na kisha baada ya mwaka ukienda kuisha, Mungu alipokuwa customer wamekuwa wengi, nikafikisha hapo palikuwa na ukuta. Wakati huo ilikuwa imefika hapo, kwa hivyo nikafungua nikafikisha hapo mwisho. Okay. Pengine Karanja, ukiweza kumbuka wakati ulifika hapa katika huu mji wa Kisii, ulianza kuuza nguo zipi? Ni za wanawake ulianzia, ni za wanaume ama ni za watoto? Nilipofika hapa kwanza nilianza na nguo za wamama. Kuna nguo nilikuwa natoka Turkey. Na sikaa katika wakati huo hazikuwa zimeenea katika mji huo. Okay. Na hii ilinisaidia sana wakati nilikuja na kitu ambaye hakiko huko kinauzwa na wenyeji. Kwa hivyo hapo ndio nilianza sana na nguo za wanawake. Yes. Okay. Najua wakati huo ni wewe peke yako ulikuwa unauza hizo nguo hapa hivi, na sijui kama ulikuwa na wafanyikazi pengine wanakusaidia kuuza, ama ulifika wakati upi ndipo ukaweza ongeza wafanyikazi? Sababu nilikuwa na mwanzo mdogo, singeweza kulipa wafanyikazi. Okay. Kwa hivyo nilifanya peke yangu. Na ikawa mimi ndio naenda kulete. Na pia mimi wakati tulikuwa tunafanya duka pamoja. Na kwa hivyo wakati mwingi kama siko na wacha mama. Na tukafanya hivyo mpaka tukaanza kuimarika. Okay. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua hizi nguo zako huwa unazitoa wapi? Hizi nguo huwaga tuna outsource from Nairobi. Na kunazo ambazo tuna import kutoka ng'ambo. Kuna zile tunatoka kutoka kwa Turkey. Na pia kuna za kawaida za China. Na China mostly tunaipata kutoka kwa Israel. Okay. Pengine wewe customer wako huo unawapata vipi? Mostly huanga tunaweka online. Na pia sasa kwa muda sababu
tumejulikana. So tunaona customer wamekuja, lakini wanatoka kutoka vikutokoji vya Ogembo. Kuna wale wanatoka Kisii, na pia niko na all from Kilgoris, Rongo, na sehemu za Kiroka nyingi. Niko na customer wengi sana mahali pale. Kwa vile barabara zimefunguka, so waga wanakuja from all corners. Thank you. Ulisema hapo awali kwamba wakati ulikuwa katika ule mji wa Laikipia ulikuwa unauza nguo ki-wholesale. Yes. Ukakuja hapa ukapata ki-wholesale kuna competition sana, ukaanza kuuza retail. Sijui kama pengine umeweza kupata customer maybe wanataka uwauzie ki-wholesale. Hizo ni changamoto ambazo tumekuwa nazo, na wakati mwingi watu wengi wamekuja na mtu anakuambia mimi sitaki unipeleke pahali, na inabidi lazima tufanye kazi na yeye, sababu tuko na outsource ya zote. Sababu ile mimi nachukuaga zikiwa nyingi, na hii imetusaidia to become more competitive. Tunachukua baki, so hata mtu akihitaji moja, kuna wengi sana ukuja hapa na tunawasaidia. Pengine ukiangalia customers wako wengi, ama ni nguo zipi huwa zinaenda kwa haraka sana? Ni za wanawake, ni za wanaume, za watoto? Kama sai sana nimedeal sana na wanaume na wanawake. Lakini pia hata wanaume wako sawa. Kwa wakati mwingi unapatanga wanaume sio rahisi wakuje. Wanaume wanakuwa rahisi sababu huanga hawabadiliki zaidi. Na wakipenda kitu wameipenda. Kwa hivyo kwa outsource vitu zao zinakuwa rahisi, sababu tunaweza chukua na wholesale. Na inakuwa rahisi sana sababu hata ukichukua kwa wingi hauogopi. Wanawake shike kidogo, sababu fashion hubadilika kila siku, kila ujao. Unakuta jambo lingine pia limekuja, na hii imekuwa challenge, but lazima tuanguke na wao. Kuna wakati mwingine unapata kuna seasons, kuna wakati season ya Christmas, back to school, unapata kwamba customers ni wengi sana. Sijui wewe unajitayarisha vipi katika hizo seasons? Wakati mwingi ambapo wakati kama umefika, mostly huwa natafuta wasichana pale nyumbani, wale wa familia. Na kama sasa wakati season iko chini, unakuta wakati mwingi niko peke yangu ama niko na mmoja ama wawili. Lakini kuna wakati watu wanajaa wengi, inakuwa ukiamua kupokea pesa, huweza kuuza. Na hiyo wakati ndio inatukalia kidogo. Asante. Ningependa ushikilie hapo, tuingie mapumzikoni, tukirudi tutaweza kuzungumza mengi. Mbiyamano sana mwanchi Yoboonchoreria-Josephat ya Ndizi TV. Nigotaka nitagusanga no Yoboonchoreria Karanja kurasitenseme chiga chia Ogembo aseduka ya Ebenezer uyo gendete gutumanya amange wetera obonchire bwa ko nite turasaso mutumokomoke igo toskatonyegera nkwira ntarasegekeke kiribosyo elinde tabetogusanga amange. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Oburimi n'obonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asabarimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abarimi aho asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero
y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tigana irio tware oboremi obonene elindo onyara kubaga gukora oboremi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii. Ndizi TV obwanso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wasoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko ase mirubirio yaitu yonsi chinse 24 bono onye kende gyakorekanire ase kenyuru kiao ekio tagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo ase mbeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV bono na bukura Yoboonchoreria bwao ase televisioni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe Ndizi
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurondera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Asegati yaito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeliko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia botuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biyakigima mwancho muligeria bwitaseni kya Ndizi TV nende ngokwarigania asentunda ya kabere chinga kitogente gusanga imyomorobere bw'Esabari Yoboonchoreria asitogente gusanga no Yoboonchoreria kurwa aseduke yiga ya Ebenezer oyo gendete kutumanya amange igoro Yoboonchoreria bwa mwancho muli nabakwenda kutubwa nsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net yango mwali Yoboonchoreria yiga na endagende kutusangera tubengende kusanga ase obwamo. Karanja tuliweza kuzungumzia mengi hapo awali kuhusu hii biashara yako. Pengine ukiweza kuangalia maybe tunaweza elezea mpenzi mtazamaji kwa undani kabisa nguo ambazo unaziuza ni nguo zipi? Kwa mfano katika wanaume ni jeans, shati, ni suti, Good. Katika wakati tunapoishika, wakati tumejaribu kuipanua, tunashika tukiamua ni mwanaume, tunamshika kwa upana. Okay. Tukienda kwa mwanamke tunaenda kwa upana. Kwa hivyo kuna mwanamume wa kiazi mwenye anaanzia maisha. Kwa mfano tukiingia kwa suti. Kuna suti ambayo tunaanzia na 3,100. Hii tunasemaga ni mtu ambaye anajianzisha. Kuna mtu tunaita wa kawaida, tunakuja ya kitu 3,500 hadi 3,700. So huyu ni mtu ambaye pia ameanza kuona nguo zinaingia. Na sasa hiyo tunaiweka kado. Kisha baadaye kuna wale wamestable. Na sasa wanajiamini katika nguo. So wakati huu utaona hapa tunaweka nguo ambazo zimepita between 4,500 hadi 5,000. Huyu ni mtu amejiamini. Huyu ameanza kujiamini. Na kisha baadaye kuna wale tunaitaga wanaume ambao wanaamini katika styles. So wakati huo nguo zao tutatoa kutoka Italy na unarudi katikati ya 7,000 hadi 10,000. However, sababu ya kuwa tuko hapa mashinani na mji hauja enea zaidi na goodwill haijashika zaidi, huaga bei tunaiweka kiwango cha chini ndio watu wanakuwa na ile ufutaji. Sababu ukiingia pale mjini Kisii wakati mwingi ninaona wengi wanakula vizuri, faida yao iko sawa, sababu pia mji uko na goodwill.
Okay. Lakini sasa mji huu ndio unakuwa. Okay, ukiangalia kwamba kama hizi nguo ambazo umeweza kuzungumzia ambazo unatoa Italy, Yes. Pengine unafanya aje zinafika katika huu mji wa Kisii? Maybe kuna duka ambalo zinaletwa unaenda kuchukua? Wakati mwingi tunadeal na direct kutoka kule. Okay. Na sababu wakati mwingi unakuta mtu amekuitisha order na ni nguo moja ama nguo 3. So tukisha lete baki, tunadeal na wengine ambao pia wako Nairobi pale industry. Na wanatusaidia sana sababu wanakuwa link wakati nataka nguo chache, lakini wakati nahitaji nyingi, wakati hiyo tunaitisha kutoka direct kutoka Taki. Okay. Sijui kwamba kuna wakati ambapo unapata labda bei ya mzigo inaendelea ikibadilika, na wewe kuna ile bei ambayo mteja wako amezoea. Ukipata bei ikiendelea kubadilika, huu unafanya vipi wateja wako ili wasipotee? Hii limekuwa changamoto kabisa, especially kama hii wakati kulikuwa na shida ya dola. Ilitusukuma kiasi. Lakini kama mtu ambaye amefanya kwa biashara, kuna wakati unakula unono, na kuna wakati unapata hata ile kidogo yako. Kwa hivyo wakati mwingi huwaga tunacheza, sababu huwaga tunaangalia turnover isirudi chini. Sababu bei ikiwa juu, turnover inarudi chini sana. So wakati vile unajaribu kuangalia ni wapi huyu mteja wetu anaweza kununua na akainunua kwa wingi. Okay. Kuna wakati ambapo kuna seasons za Christmas, unapata kuna nguo ambazo zinahitajika. Sijui wewe hapo ukiangalia wewe unaleta nguo zipi ambazo hizo season zinaendana na hizo nguo ambazo unauza? Wakati mwingi, wakati tunafika season hizi, kila season inakujanga na wakati wake. Okay. Na nguvu nyingi tunaelekeza kulingana na wale wageni. Kama msimu huu ambapo watoto wako shule, na unarealize wengi hawako, nguvu nyingi tumeweka kwa wazazi. Kwa hivyo wakati watoto wanakuja, tunaacha nguvu nyingi sababu mzazi, especially kama mwanaume, hawezi nunua nguo yake kama watoto hawana nguo. Kwa hivyo unarealize tunarudi kwa wasichana wadogo, na tunaweka uzito mwingi kwa wasichana wale wadogo. Hii huanga wakati mwingi inatusaidia kuadapt with season, sababu watoto wakikuja wanakuja kwa mwangoja. Pengine ni changamoto zipi ambazo unapitia katika hili duka lako? Changamoto ya kwanza ambayo inakuwa kali ni wakati fashion, kuna change of fashion. Okay, unaweza tuendelea? Wakati kuna hiyo change of fashion, huanga msimu inabadilika. Na kama uko na wingi wa nguo zile zimekaa, inabidi ujue vile utakaa na stoko yako, mpaka ugojee watu wafike, warudie katika hiyo fashion. Sababu ingawaje fashion hujirudia, lakini kuna kitu huwaga ina trend. So wakati mwingi, hiyo imetukamata sababu unailete, na unakuta haiko natakikana. Ya pili ni wakati unaintroduce vitu kwa market. Unaileta na unakuta ground haijaitikia. So pia nayo inakuwa changamoto. Okay. Nimeona kwamba uko na handbags hapa. Sijui mbona ukaamua wamama pia uongezee kitu hapo? Good. Wamama wanakuwa wazuri, sababu wanakuwa na pesa za matumizi kila wakati. Na wakati wote utafanya hii kazi, lazima uangazie wamama. Na katika wamama wanadeal vitu kama 3. Kitu ya kwanza inakuwa nguo, na hiyo nguo hapa inaenda model, then akuje na bag. Tunasemaga kutaka kujua mwanamke klasi yake ni gani, tunamwangalia kwa bag ile ambayo anaibeba. Okay, pengine unaweza tuelezea bei ya hizi bag huwa zina vary na nini? Kama kwa mfano kama hii. Sasa kama huu bag tunawaitanga single, na sahi sasa sina trade. Watu wamechoka na zile piece 3 piece 4 mingi. Siku hizi wanataka moja, akiliweka mahali hapa, anajua ako safe na ile mali yako nayo. Na katika hizi bag, nyingi sasa tunaleta ili inapelekana mfuko ambaye ni wa mtu wa kawaida, na mtu wa ofisi. Sababu watu wetu tuko nao katika mji wa Ugembo, wengi wataweza kuwa ni walimu, tuko na wachache ambao wanafanya kazi hapa na pale, lakini pia kuna wenyeji ambao wana biashara na pia wengine. So kama hiyo bag huanga inaenda na bei nafuu zaidi,
Sababu kawaida yetu ndio tuwe na customer wengi. Faida yetu tuna make sure tunairudisha chini kidogo. Kwa hivyo hii bag utaweza ikuta umetembea na 1500. Katika 1500 faida itaweza kuwa dogo, lakini turnover inakuwa kubwa. Okay. Yes. Aha. Ukiangalia uliweza kuzungumzia hapo awali kwamba ulikuwa na changamoto labda ya wizi, pengine ni mikakati ipi ambayo umeweka katika hili duka lako ili kumaliza hiyo changamoto? Ukweli kabisa, wezi wanakuanga. Na wakati mwingi ni wewe kama mwana biashara ujue jinsi unavyofanya. Kitu cha kwanza, tulianza na installation of CCTV. Na ukiingia huku kutaona macho zimeangaa 1, 2, 3 ambazo huwaga zinasaidia kutofautisha mtu aliyekuja kununua na pia mwizi. Ya pili ni kuhakikisha kuwa duka liko wazi. Okay. Ninapoenda kuweka display yangu ina make sure nikiwa nimesimama pamoja bila kutumia macho ya CCTV ninakuwa ninaweza kuona mtu kwa habari. Jambo la tatu ni kuhakikisha nimeweka vitu katika orodha moja pamoja. Hii itanisaidia kujua nilikuwa nimeona jacket moja, nilikuwa nimeweka bag hapa, nilikuwa nimeweka kitu fulani. So kitu moja kidogo nitajua. Na ya tatu, ya nne ni kuhakikisha exit inaweka mlango mmoja peke yake. Okay. Thank you. Aha, ukiangalia kwamba kwa stock yako, unajua hii duka ni kubwa. Sijui kuna wakati ambapo unafanya stock taking? Hii inakuwa lazima, sababu usipofanya stock taking huwezi jua pahali huko. Na baada ya kila miezi mitatu huwaga sana tunajaribu. Ikizidi zaidi inasema kwa miezi 6. Sababu nikikaa muda mrefu nitaona kama niko na pesa, sitaweza kujua sina. Niliuza zile zote mzuri zina move haraka na nikawachia zile zimerara. Na hii inakuwa changamoto kubwa sana. Unaona wanabiashara wengi kuna wakati ambapo maybe walileta nguo ilikuwa fashion venye tulisema, maybe imeisha fashion na hizo nguo labda zimekaa muda mrefu kabla kununuliwa. Sijui wewe kwa upande wako unafanya vipi? Waga tuko na Good Friday. Sababu kitu ya kwanza ni kushukisha. So waga tunaifanya haraka na tunakuwa na wakati mmoja wa stock clearance. Na hiyo waga inatusaidia. Okay. Najua kuna mpenzi mtazamaji anakutizama pale, uliweza kuzungumzia kwamba umekuwa mkishirikiana na bibi yako. Pengine ungetuelezea umuhimu wa wapenzi kushirikiana katika biashara. Umekusaidia vipi kwa upande wako ukiwa umeshirikiana na mke wako hadi kwa sasa hivi? Nguzo kubwa katika kila biashara ni familia. Wakati uko na amani, you are able to relate. Hii kazi huwaga kunaingia wamama, kunaingia wazee. Na wakati kuna cohesion, unakuta kuna uwezekano wa kuweza kuuza zaidi. So kwangu mimi naamini mama akiwa karibu watu wanga wanaenda bari. Kwa hivyo kwangu mimi na mama tunaweka kazi pamoja. Tuna run different departments na kila mtu anashikilia lake. Na hii to keep busy. Okay. Sijui ni wasia upi ungependa kupea mpenzi mtazamaji? Kuna yule mwanabiashara ameweza kufungua biashara yake pale, pengine anaona vitu zimekuwa ngumu, anataka kufunga duka. Pengine unaweza mpea wasia upi? Jambo la kwanza ni kuitikia kuwa kila season inakuja na wakati wake. Na ndio kuwa mwanabiashara lazima ukuwe mtu mgumu. Na lazima wewe mwenyewe unajua kutembea na season. Na season nyingine ikifika wewe kaa chini, ukikosa kaa chini. Then the right season ikikuja unakuta umeamuka. Jambo la tatu ni kuitia kuwa kuna loans, kuna wakati wa kutafuta loan, kuna wakati wa kufanya biashara, na pia kuna wakati wa kuchukua soft loan kutoka kwa wale wanakokodesha. Okay. Ningependa ushikilie hapo sababu uliweza kuzungumzia kuhusu mke wako, hatujamuona hapa. Tungependa kumuona sana, tukutane na yeye tujue umefikia wapi katika biashara hii. Uliweza kuzungumzia kwamba kuna department zingine. Nadhani tutaenda kuingia katika ule upande wa pili wa studio. Tukirudi tutaweza kuzungumzia part nyingine. Sasa pengine unaweza guzia mpenzi mtazamaji, ni biashara nyingine ipi ambayo iliweza kuzalisha kutokana na hii biashara? Good. Tuko na biashara ya viatu.
tuko na vyombo na pia tuko na beauty. Okay. Zote katika mji huu wa Ugembo. Zote ulianza hivi ndipo sasa ukaleta hizo zingine. Kutoka pale shilingi 900 tukapanda nayo. Okay. Mpaka pale tumefika. Ningependa ushikilie hapo tuingie tuangalie katika upande wa viatu nayo biashara iko vipi. Mbiemana sana mwanchi muri ya wikaseni kia Ndizi TV. Tobere togosanga no Yoboonchoreria Karanja korwega sechinse mochi Ugembo yobereka kwerera mange na gotogosemya kigima gwetera Yoboonchoreria bwae. Kuno mwanchi muri ya asili tukoria rero no togokorera omoroberio yogwe Esabari Yoboonchoreria korende weekend ntabe tokumirana no Yoboonchoreria yiga ase sector y'ibikoroto abeka gotomanya amange igoro Yoboonchoreria bwae na kubati omoroberio bweta seni kia Ndizi TV obona bwo bwansubo mu Gusii terene Kerubo Frida.